watching Pacific Waves Television USA, a place of nourishment. Kiugo kia moyo. Pacific Waves. Kiugo giaku nikio tawa wa maguru makwa na utheri wa kumurika njira yakwa, nikio muthingi uria mwega na murumu wa gwaka miturire itu. Kiugo kia muoyo, tabarĩra ya mwanya ukireherwo ni ndungata cia Ngai nyamure na igaitĩrĩrio maguta o mũthenya wa kiumia thaa 2 cia rũcinĩ kinya thaa 3 cia rũcinĩ mũtambo-inĩ wa Pacific Waves Television. Kĩambĩrĩria-inĩ Kiugo arĩ kuo, nake Kiugo arĩ Ngai, nake Kiugo atũirio harĩ Ngai. Kiugo kia muoyo, ndũkahĩtũkagwo nĩ tabarĩra ĩno. Amen. Praise the Lord. I greet you in the name of Jesus Christ, Son of the living God. My name is Reverend Anthony Doita. I welcome you to today show at Pacific Waves Television and Radio. I believe we'll be blessed together. Amen. Thank you for all joining us. Thank you for tuning in wherever you are. The Lord bless you. The Lord keep you. And we love you all. You can share this broadcast and be blessed as we share the word of God together. Today I want to share about identifying false prophets and heresies, how to identify, jinsi ya kupambanua mafundisho ya uongo na jinsi ya kuweza kuyashinda. Amen. And what the scripture or the word of God says about the false prophets and the cults and the heresies. Tuko nyakati ambazo false prophets wamekuwa wengi na pia mafundisho ya uongo yamekuwa mengi, na haya ni mambo yaliyotabiriwa ya kwamba siku za mwisho. In fact, in Matthew 24:24 Jesus spoke about this and said that false Christ and false prophets will arise and will show great signs and wonders so as to mislead, if possible, even the elect. Kwa hivyo ni rahisi sana hata mwaminio kudanganyika kwa sababu ni unabii wa nyakati za mwisho ya kwamba false prophets wataongezeka. Na tuombe tunapolimega neno hili. Baba, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru na kuinua, ni asante kwa kutukusanya siku hii ya leo ili tuweze kubarikiwa na neno lako. Asante kwa sababu ya mtazamaji anayelisikiza neno hili. Utukuzwe na uinuliwe katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. God bless you. Amen. Nikitaka tuende katika 1 Timothy chapter 4 and verse 1. We go to 1 Timothy chapter 4 and verse 1, and the Lord will bless us. The Bible says, but the Spirit expressly says that in the later times some will fall away from the faith, paying to deceitful spirit and doctrines of demons. So that's from the scripture ya kwamba nyakati za mwisho watu wengine watatoka kutoka katika imani iliyo ya kweli na waingie katika mafundisho iliyo ya uongo. Na mafundisho ya uongo inafundisha watu kufuata mambo ambayo hayako katika kanuni la Biblia ama kanuni ya Biblia ama neno takatifu. Na kama mwaminio ni vizuri kujua ya kwamba mafundisho yoyote ama kama mtu ambaye ananisikiliza siku hii ya leo, ni vizuri kujua ya kwamba mafundisho yoyote ambayo inakiuka neno la Mungu ama inafarakana na neno la Mungu si mafundisho halisi. The Bible says, Psalms 12 and verse 6, the word of the Lord are pure word, like silver tried in the furnace, ever purified 7 times. And in the scripture, the Bible says the word of God is forever settled in heaven. So any teaching, any doctrine that does not or is not supported by the scripture is a false doctrine. That is one of the measures we should look at when identifying the false prophets and the true prophets, or the right doctrine and the false doctrine.
Nikitaka pia tuweze kuona neno ambalo linenwa na Mtume Paul na litaweza kutuongelesha siku hii ya leo katika Wakorintho wa pili 11 ama 11 na mstari wa pili mpaka wa 4. 2 Corinthians 11. 2 Corinthians 11 from 2 to 4. In fact, na tamani maneno ya Mtume Paulo ambayo anayazungumza kwa sababu anaongea kuhusu wivu. Huu ni of course ni ule wivu wa kiugu, kuona mambo ya kwamba hayaendi sawa na inakuumiza. Amen. Hata siku hizi huwa tunaumia tukiona watu wakifuata mambo ambayo haiko katika kanuni ya Biblia takatifu, ama mambo ambayo haiko katika imani iliyo ya kweli, na wamezama kabisa. Inaumiza. Yeah. Na mtu akiingia katika mafundisho ya uongo, inakuwa ni vigumu sana kumtoa mafundisho ama mambo ambayo ameamini ya kwamba ni ya kweli, kwa sababu there is a spirit behind that. Kuna roho ambayo inaandamana na kile ambayo mtu amefundishwa kimefarakana na neno la Mungu. Na nitaongea nikiweza kama 7 ways za kuidentify a false teaching or a false prophet. Njia 7 za kuweza kujua ya kwamba huu ni nabii wa ukweli ama ni nabii wa uongo. Kumbuka Biblia inaongea kuhusu mtu mmoja ambaye alikuwa ni nabii wa Mungu, ambaye alikuwa ametumwa na ujumbe wa Mungu na akadanganywa na nabii mzee na hakujua. Mimi tukipata nafasi tutasoma kumhusu. So Paulo anaongea, anasema hivi: I hope you will put with me in a little foolishness. Yes, put up with me. I'm jealous for you with a godly jealousy. I promised you to one husband, to Christ, so that I might present you as a pure virgin to him. But I am afraid that as Eve was deceived by the serpent's cunning, your minds may somehow be led astray from your sincere and pure devotion to Christ. For if someone comes to you and preaches a Jesus other than Jesus we preached, or if you receive a different from the spirit, different from the spirit you received, or a different gospel from the one you accepted, you put up with it so easily enough. Hiyo ndivyo mafundisho ya uongo huwa inafanya. Mtu anakuja anakuhubiria Yesu Kristo tofauti na yule Yesu Kristo tumemjua kutoka kwa imani iliyo halisi. Amen. Kutoka Biblia iliyo takatifu. Anakufundisha mambo mageni. Wengine wanafundisha mambo mageni kuhusu ndoa, mambo mageni kuhusu vyakula, ama mambo mageni kuhusu kanuni ya maisha ya kawaida. Mtu anaweza kukuja kwambia huyo mke uliye naye sio mke wako, na ni mama ambaye mmezaa watoto naye, na kwa sababu ako na roho hiyo ya kukwambia kwamba kwa njia ya sauti ambazo ni ngeni ya kwamba ni jambo ambalo si halisi, wengine wanapotoka na jamii inaharibika hivyo. Na ni vizuri kuwa makini, kwa sababu tuko nyakati ambazo zilitabiriwa ya kwamba watakuwa wengi. Amen. Wengine wataleta ndoto za uongo. In fact, ni kutoka katika hata nyakati za kale. Nabii kama nabii Yeremia akinena na Waisraeli in Jeremiah 29:8-9 anasema hivi. Alikuwa anaongea kuhusu Mungu akiongea na watu wake. Anasema kuna watu wanawaletea ndoto za uongo. This is what the Almighty, the God of Israel says, do not let the prophets and diviners among you. Wengine wanaitwa diviners. Wanatumia roho ya divination. Divination ni roho inaona mambo ijapokuwa si Mungu anaonyesha. Ni roho ambayo inaona kitu ambayo inakaa ni kweli. Anaweza kuambia tu ukweli, lakini si roho wa Mungu. Ni roho ambayo ni ngeni. Na ni roho inafanya kama uko ndani ya roho utasikia woga usio mzuri. Na kwa hivyo nabii Yeremia aliwaambia kuhusu watu kama hawa, akasema, do not let the prophets and diviners among you deceive you. Do not listen to the dreams you encourage them to have. They are prophesying to you lies in my name. I have not sent them, declares the Lord. Mungu akasema, Bwana wa majeshi, mimi sio ambaye nimewatuma. Wanakuja na mafundisho yakiwa ya uongo na ndoto za uongo. Kwa hivyo Mtume Paulo anasema, nasikia wivu kwa sababu umepotoka kama vile Eve mama yenu aliyodanganywa. Unajua Eve alidanganywa kuipitia hila
na ibilisi ama na mwofu. Biblia inasema ya kwamba mnatoka haraka, you are departing quickly and you are receiving a different spirit. Kwa hivyo ni jambo moja, mnaongea ama mnafundishwa kuhusu Yesu mgeni kuliko yule tuliowafundisha. Amen. Ama you are receive a different spirit than the spirit you received. Ukiangalia hiyo spirit ni spirit kidogo, ni roho ngeni, roho ambayo inafarakana na kanuni za Mungu ama kanuni za neno takatifu, or a different gospel, injili ingine ambayo sio injili ambayo tulifundishwa kutoka mwanzo. Na katika Wagalatia pia Paulo ameongea kuhusu jambo hilo. Galatia 1 na mstari wa 6. Wagalatia 1 mstari wa 6. Mwingine anaweza kuwa ama wanaweza kukuja kama diviners akwambie mpaka jina yako ama mambo ambayo yanahusu jamii, na unaona haya mambo amesema ni kweli, na hiyo ndio inafanya wengi wapotoke ama watoke katika njia ya ukweli, kwa sababu mambo ambayo umeambiwa inajulikana ama unaijua ni ya kweli, unafikiri ni Mungu na si Mungu. Hapa Mungu anasema mimi sio nimewatuma. Nikitaka kuambia tunaishi kipindi cha Roho Mtakatifu ambaye amemiminwa kwa kanisa, jambo ambalo unaweza kuambiwa liwe ngeni sana kwako, usilipokee. Ama jambo lolote linatia hofu. The Bible says that God has not given us the spirit of fear, of timidity, but the spirit of power, love and sound mind. Roho hizi hutia hofu ama hustua ama hufanya ile mambo unasikia ukiambiwa inakatana na moyo wako. Hiyo sauti iko katika moyo wako ni ya ukweli, inakwambia this is not the spirit of God. Hii si roho wa Mungu. Hata kama ananena mambo mazuri, anatamka mambo mazuri ya Mungu, si roho wa Mungu anamtumia, ni roho ya udanganyifu ama divination. In fact, anarudia yale maneno hasa katika kitabu cha Wagalatia 1 mstari wa 6. Galatians chapter 6. Glory be to God. Galatians chapter 1 from verse 6. The Bible says, chapter 1 verse 6, I'm astonished that you are so quickly deserting the one who called you to live in the grace of Christ and are turning to a different gospel. So false prophets or heresies or cults, they follow a different gospel. Wanafuata injili ambayo ni tofauti na injili ya kweli, which is really no gospel at all. Evidently, some people are throwing you into confusion and are trying to pervert the gospel of Christ. Wao wanasema kwamba they try to pervert. To pervert ni kuharibu kwa njia isiyo halisi. Lakini hapo akanena mstari wa 8, but even if we or an angel from heaven should preach a gospel rather than the one we preach to you, let them be under a curse. Akarudia tena akasema hivi, as we have already said, so now I say again, if anybody is preaching to you a gospel rather than the one what you accepted, let them be under God's curse. Kwa hivyo msipokee injili kama hiyo, hata kama watakuja na jina gani. In fact, Yesu Kristo mwenyewe alisema wengine watakuja na jina langu, now you shall know them by their fruits. Hata mtu akikuja itisha moto ama afanye ishara. Unaona mtu kama mtume Paulo, na jambo moja linasaidia mtu kupambanua hii roho ni gift of discernment. Kuna kashana kaliwasubua sana, if you read in Acts chapter 16, nikimalizia, na huyu mshana Paulo walipokuwa pale wakieneza injili, aliwasubua sana akiongea kuhusu Paulo na mtume wale walikuwa nao pale, Silas. Na she was a fortune teller ama diviner. Now the Bible says in verse 16, that is Acts 16:16, and when we were going to the place of prayer, we were met by a female slave who had a spirit by which she predicted the future. She earned a great deal of money for her owners by fortune telling. She followed Paul and the rest of us shouting, these men are the servants of the Most High God, who are telling you the way to be saved. Huyo mshana ungefikiri ni anatumiwa na Mungu. Hajaongea kitu baya, lakini ako na under influence ya roho baya. Although what she is speaking, what she is saying of is true. She kept this up for many days. Finally, Paul became so annoyed. Why was Paul annoyed? Kwa sababu kupitia discernment, Paul alisikia hii si Mungu. Ijapokuwa anasema sisi ni watumishi wa Mungu, this is not God.
using her. In the name of Jesus Christ, I command you to come out of her. At that moment, the spirit left her. Roho Paulo mwenyewe mtume akainuka akakemea ile roho ilikuwa iko ndani ya yule msichana ama yule binti, na huyo msichana akawa amekombolewa. When her owners realized that their hope of making money was gone, they seized Paul and Silas and dragged them into the marketplace to face authorities. Hapo ndio Paulo akawekwa katika gereza. Na Mungu apewe sifa kwa sababu kisha baadaye aliwaokoa kutoka katika minyororo ya ile gereza. Maybe niseme kwa haraka sana. Number one, njia ya kumjua mafundisho ya uongo. Number one, mafundisho yote ina question the person of Christ. Inakatana na Kristo kama Mungu. Mafundisho mengine ambayo inaongea kuhusu a different view of atonement. Ama ingine ni kuwa overlaish ama kufanya mambo kusidiza kiasi. Kuna mafundisho mengine ambao inafarakana na neno. Vile neno la Mungu linasema inaongea tofauti. They have a different view of the scriptures. Jihadhari na mafundisho kama haya. Bwana awabariki. Wacha niweze kukuombea. Baba, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwa sababu ya mtazamaji ambaye amenitazama siku hii ya leo. Iwapo kunaye anapitia mambo ambayo nimeongea, naomba ukombozi wako. Naomba Bwana ukamsaidie ili asiingie katika njia hiyo, njia ya upotofu, na kisha baadaye akapoteza maisha yake na imani yake. Na kama vile mtume Paulo alikuwa na wivu wa kiungu kwa watu wako mfalme, naomba mfalme, wale ambao unaoinua katika injili iliyo ya kweli, wawezeshe mfalme kukomboa wale ambao wamepotezwa na nia zao na imani yao imefarakana na neno la Mungu. Na Bwana ukawasaidie kurudi kwako. Katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Bwana awabariki. Asante. You are watching Pacific Waves Television USA, a place of nourishment. Kiugo kia moyo. Pacific Waves. The easiest and most convenient way to send money from UK, EU, US, Canada, and UAE to Africa, Asia, the Caribbean, and Latin America at a great rate with fast transfers to mobile money wallets on popular networks. Use TapTapSend, the best app to send money from your smartphone anytime, giving you an extra $20 bonus for sending any amount above $50 on your first transfer. Then use the promo code Kiarie Prestige to claim the bonus. You can send directly to recipient's bank account or M-Pesa number. Join thousands of people worldwide who use TapTapSend app. It's simple. Tap tap and send. Our NMLS ID is 2108069. 2108069. Fast things fast. Go to App Store or Play Store and download TapTapSend money transfer app, and you are ready to go. Remember to use the promo code Kiarie Prestige to demand your bonus. TapTapSend. Easy, simple, and fast.